Tusalimiane. Mulia horo. Mwadhani ya gocho. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tuketi chini. Mungu awabariki. Nimekuja hapa na kishupa ya mafuta. Kwa sababu hauwezi kuteua madhabahu ya Mungu mikono mitupu. Haiteuliwi hivi. Biblia inasema madhabahu ya Mungu itakaswe, ioshwe na maji na itakaswe na mafuta. Na ndiposa nimekuja kwa sababu ya shughuli hiyo, na nimefurahi kuwakuta mmetungojea. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ni kusema tulipatana na mchungaji wa Waruinge na jia gani. Mungependa kusikia ama mungependa kusikia? Wakati mmoja nikiwa nimelala usiku, ikiwa kwenye usingizi mzito, nilisikia mwanamke akilia. Analia. Nikashindwa nimeamuka ama niko kwa ndoto. Lakini nilipojaribu kuinua mikono yangu na nikasikia sijaamuka. Nikashindwa huyu mwanamke amekuja kulilia kwetu nyumbani ni nani? Ndio niliona mama amekuja mbele yangu. Nikaona amelia amejaa machozi. Nikashindwa huyu mama mimi sijawahi kumuona, hatujawahi kukutana. Huyu ni nani? Mtu alikuwa karibu na mimi akasema, sikumuona vizuri lakini alikuwa naongea. Akasema, "Oyo oli ndiwe nyina wa Dura Waruinge." Mimi nilistuka. Nikamwangalia nikasema sijamuona na anakuja kulia karibu na mimi kwa nini? Tena akalia nikaambiwa, "Unaona hivi analia?" Analia kwa sababu ya mtoto yake Waruinge. Nikauliza natakana nifanye nini, maana tayari kusikia jina Dura. Hata katika ndoto unasikia hewa imekwisha. Haupumui kama bereni. Nikaambiwa huyu mtu nimemuita aokoe vijana kwenye nchi hii ya Kenya. Mama yake anaendelea kulia. Nikaambiwa chukua kishupa chako, enda umweke mafuta anifanyie kazi. Sisi hatujuani na Waruinge, sasa tutajuana wapi? Na mimi najua Waruinge na kukufa ni kitu kimoja. Na sisi kanisani hatushikani mahali popote. Lakini nilipoambiwa hivyo, mama yake akilia, nikarudi nikaamuka. Nikakuta niko kwa kitanda. Swali langu lilikuwa hili. Mimi nikatafute Waruinge. Hata nikisikika ninamtafuta, unafikiria kitatokea nini? Kusema tu ninamtafuta. Mimi nilikuja hapa kwa kanisa letu Oliver Road. Nikakaa kwa kanisa nikasema, kwa sababu sio mimi nimejionyesha na sio mimi nilijiotesha, Waruinge ataletwa. Huyu hata hakumaliza dakika 20. Huyu watu ndio walifika kwanza wakaniambia kumeharibika. Nikamwambia wapi? Wakaniambia Waruinge mwenyewe Dura. Walisema Waruinge mwenyewe, nikauliza Dura. Wakasema ako hapa. Na bila shaka sio vizuri kujifanya ati hata wewe haukuwa unasikia jasho ukisikia Waruinge. Hata mimi nilisikia jasho. Hata kama nilikuwa nimeota ndoto nikachidwa. Sasa tutaongea namna gani? Tutaongea na jia ipi? Aliingia kwa ofisi. Nikamwambia vile niliona, akaniambia utamuona mama yangu. Nikamwambia, akaniuliza ulionaje? Nikamweleza, akasema huyo ni mama yangu. Na hapo ndipo nilijua hii mtu anatakana awekwe mafuta. Nikaongea na watu wa serikali na watu wale wengine wote wanahusika, nikawaambia mtu ameletwa pande yetu, lazima nimweke mafuta. Na tukapanga mpango mkubwa pamoja na vyombo vya habari vya Kenya. Tukaenda zote City Hall pamoja na mtumishi wa Mungu anaitwa Dunston Maboya, apostle wa kule Tanzania. Mtu tukatoa kofia ya zamani, tumakamweka mavazi ya ukuhani, tukamuombea na Mungu akaongea, akasema huyu ni mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Na tangu wakati huo sini marefu yameokoka hapa Kenya. Watu wale amefikia mimi siwezi kuwafikia. Wakati nilisikia amepata mahali ambapo anaweza kukutana na watu wake na watu wao waabudu Mungu wa kweli,
Nilisema nitatoka kwa kanisa nikuje mpaka hapa. Kae nikio ndagiukai. Kae nikio ndikire haha i. Kae ndikire haha ni undu wa Ngai ucio wanjiririo tuko horo wake. Kae mundu ni agukihunjia uyu, haleluya. Na sasa akitoka hapa kwa hii madhabahu atapewa shamba kubwa anjenge madhabahu ya Mungu. Haleluya. Na kwa hivyo hiyo ndio introduction ambaye nilikuwa nataka musikie. Wale muko bado na tashwishi, mundu ndari agaruruka, ndakimwira uria gwathire agarurukire, na ni mimi nilimwekea mafuta. Na Waruinge kulia machozi ni kama kuota. Mimi sikufunga macho, ni maithori araumia. Unajua unashaka machozi anatoa, nikamwangalia tena kurera, kiuga Ngai kweli kweli kweli. Sasa tukamwekelea, hata tulikaa sana dakika nyingi tukimuombea, maana machozi ya mtu kama huyu ni kusema ameenda safari ya kilometers ambaye haionekani na macho, lakini analia. Waruinge ni mundu wa kulirwo na gitiri na baka kweli. Huyu si mtu wa kulia ati unamkata. Sasa nilipoona machozi yake imetoka, imekuja mpaka imeingia mdomo, nikajua hii mtu ni kulia analia. Sio pilipili amesikia. Hajasikia kitunguu. Jamani, kulia analia. Na kutoka siku hiyo roho ya Mungu ikakuja juu yake. Nimepelekana na yeye safari hiyo, kumtoa kule alikuwa mbeleni, awe kuhani pande hii, na asisahau history, maana history hawezi kuipangusa na namba. Halafu akumbuke marafiki wake wale aliwacha kule, awalete. Tumeenda kwa safari. Nimeenda mpaka kwake nyumbani, ninajua watu wao, najua mama yake, najua ndugu zake, nikajua kila kitu ambaye inapasa ujue mtu wa Mungu. Na ningependa kuhakikishia wale sasa ambaye huyu ni mchungaji wenu, you are following the right man. Huyu mtu ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mtu aliwekwa mafuta na Mungu. Kwanza mimi nilikuja kudhibitisha na kishupa cha mafuta ya kwamba ako na mafuta. Na ni ajabu ya kwamba kuna watu walikuwa wanasema msimwekee mafuta huyo. Huyo ni shetani mwenyewe. Lakini Mungu alikuwa ameongea. Na Mungu akikwambia uweke mtu mafuta, ukatae, atatafuta mtu mwingine akuweka mafuta. Mimi nikamweka mafuta na mpaka leo sija regret. Ndile deli la Amuitiriirie Maguta neki. Bwana asifiwe. Na mundu uyu ni mwega. Aria mumukuhiriirie ri, ni moyo ngoro ya mundu uyu. Uyu ni mundu mwega. Ni mundu wa thayo. Ni mundu wa gikeno. Haleluya. Na tena ni mundu mugima uyu. Ndangikuhura.